Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini dunia imewanyima mawakili wasijitangaze kwenye vyombo vya habari? Kwa nini Tanzania imekataza mawakili wasijitangaze kwenye social media? Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya The Advocate Act chini ya Tanganyika Law Society TLS sura ya 341 kifungu cha 47 kinakataza kwa ukali wakili kujitangaza au kujitafutia wateja kwa nguvu ya ushawishi au kujipigia debe kupitia online advertising au traditional media. Mfano, wakili akisema mimi ndo bingwa wa kesi za mirathi, karibu hapa nikuhudumie, ni kosa kisheria. Na ikitokea wakili amekutwa na makosa hayo, kamati ya maadili Advocate Committee itafuta leseni yake ya uwakili, lakini pia itamfuta kwenye daftari la mawakili debanding. Ila kumbuka, hawa mawakili wanatafuta wateja na wanataka wateja, lakini sheria inawakataza kujitangaza. Je, watapataje wateja kupitia social media bila kuvunja sheria? Wewe kama wakili, kwenye social media platform zako andaa legal education content. Kumbuka, sheria imekukataza kujitangaza ila haijakukataza kutoa elimu. Mfano, kabla hujanunua nyumba za mirathi, hizi ndo hatua 3 za kuzifuata za kisheria. Au mfano mwingine, wewe ni mchezaji wa mpira wa miguu, hujalipwa mshahara wako miezi 5 sasa, na sheria ya FIFA mwisho mchezaji kutolipwa mshahara ni miezi 3. Je, ni hatua gani wewe kama mchezaji za kuzifuata za kisheria unafundisha pale wewe kama wakili? Pili, jiposition vizuri kwenye digital platforms. Kuanzia hii miaka ya 80 hadi miaka 1900 hadi huko miaka ya 2000 hivi karibuni, watu wengi walivyokuwa na shida za kisheria walikuwa wanawatafuta mawakili Google. So, kwenye hizi search engine optimization kama Google, jisajili vizuri, kama vile kwenye Google Map, Google My Business, jisajili pale vizuri. Andaa website yako nzuri pale. Jiandike labda Dickson Mpangala Advocate. Kwa hata kama mtu akitafuta corporate lawyer, corporate advocate, wakuone pale kiurahisi, na hiyo inaruhusiwa kisheria. Mwisho, we kama wakili toa maoni yako kuhusu hizi trending issues za mitandaoni. Mfano, hapa juzi kati kulitokea issue ya Nifa Cosmetics na Nifa Cosmetics. Haya ni majina mawili ambayo kwenye pronunciation yanafanana, ila kwenye maandishi hayafanani. Huyu Nifa yake ina double F, huyu Nifa yake ina PH. So wewe kama wakili unatakiwa uelezee hiyo kisheria ipoje. Hapo utakuwa umewafunua watu kiakili, lakini kwamba jambo hili lipo hivyo, na watu wataanza kukuamini kwa namna moja au nyingine. Anyway, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please follow me.